following up with after the protests. We were following up to see if we can continue the same thing we started yesterday. Now, there is a question I'm going to ask you. I'm going to first of all give you updates on what we have done and where tumefika. After that, nitawauliza swali on what we can do as a community. Remember, we are working on one goal, and that is justice for all the victims of these people, these vile people. Okay? Now, jana tulianza tukiwa bado tuko kwa protest. We wanted a station where this apostle anaweza shikwa literally yesterday, if possible. So apart from working on, I think Sunday Ajiako unmuted. Sunday, can you? Tina Council mute, please. Okay, thank you. So DCIO is safe, guys. Akosawa. We are working with several police officers. We are good. Okay. So during the protests against Prophet Peter K, we started to track his phone because we wanted to know where he is, and we wanted to start organizing for his arrest because it's very, very important that he gets arrested. So yesterday in the day, simu yake ilikuwa tracked, akapatikana ako Kasarani, somewhere in Kasarani. I can't tell you where in particular. I will be quiet about that. And then after that, usiku, tukamtrack simu yake, ule ofisa mwenye alikuwa anafanya hiyo kazi, akapatikana ako Kiambu Road. And by the way, I've already sought the permission of the police officers to share this information. Sawa. Alafu usiku tukampata Kiambu Road. Aya. At 2 a.m. This morning, around 2:14, usiku wa manane, tukamtrack tena alikuwa Limuru. Okay? Today mchana at around midday, tena ako Thika, Kenol. So he's moving around a lot, Peter K. Wacha nieke sticker quickly. Okay. Okay. Yeah, nishaieka. Okay. So, today midday, ako Thika Road, Kenol. Aya, akatrakiwa tena, hata saizi anatrakiwa by the way, lakini kuna kitu anafanya nitawaambia. Akatrakiwa tena today 4:43 p.m. Akapatikana ako Nairobi West, Red Soil 5th Street. Hiyo nitawaambia exactly where. Okay? Saizi jioni ikifika, ikienda mausiku kidogo, anatrakiwa. He is nowhere to be found, guys. So Peter K knows that we are looking for him. The police are looking for him. Anazima simu, akifungua. Anazima simu, akiasha. I think that's the right Kiswahili. He is hiding. He does not want to be found. So, all the tracking yenye tulianza, tukiwa pale kwa protest, ndio tulianza kumtrack. Mpaka wa leo, bado tunamtrack, atumpati. Jackie was actually with the police officers. Leo, all day she's been working with the police. And what we were trying to do is that the minute they now located him, walikuwa wanaenda kutoka post station, wanaenda wanamshika, wanamleta ndani. Okay? Now, we've not been successful in that. So let me now show you what we've got here.
Now, and mind you, everything we are working, we are doing this thing so well. We are working with our lawyers, and we are also working with the police. It's very, very important that that is known. And by the way, nitasema kuna wachawi wengine wako kwa kona zao wanatu advise. Wacha niseme sisi msitu advise. Sawa, nyinyi mji advise nyi wenyewe. Thank you. Hiyo nyimbo mtu anaweza imba hapo kwa comment section. Sisi msitu advise. Hebu mji advise nyinyi. Maisha zenyu ni zinahitaji advice. Hebu mtukome. Thank you. Aya, so now this is the CBJ. This is our arrest warrant that was issued today. I will not say which station it's coming from because I know that Wachawi are here and they're so idle. So that is our arrest warrant. Mnaona hiyo screen inasema arrest warrant ama? Msitu advise. Hebu ambieni hapo comment section. Si msitu advise, tuko sawa. Ala, hatupangwingwi hapo sasa. It's not issued by Kasarani. You won't see which station has issued it. Hautaona. Yeah. These days I'm ahead of all these silly witches. I'm ahead. Siwezi. So that is our arrest warrant. You can easily see arrest warrant. And ukizoom kidogo utaona tarehe 3 mwezi wa 3. And then of course the Kenya police. So an arrest warrant is already out for Prophet Peter K. So arrest Peter K should be the slogan now. Arrest Peter K. Already amegundua ya kwamba anatafutwa. He is trying as much as possible asipatikane. Sisi tulijua leo. I knew, guys, we are not tapping by the way. We are not tapping. Tufanye kutap. Leo nilijua ya kwamba tulikuwa tunaenda kumshika na tumpeleke kwa station sisi wote pamoja. That is what I knew we were going to do today. But ni kama yeye mwenyewe alishajua ya kwamba anatafutwa. I think some senior councils wako kwa guest. Wacheni ni washukishe watu wengine wadau wakuje juu. Okay, thank you. Okay. Oh, awako guest. So sorry. Awako guest. Kumbe walikuwa na comment tu na awako guest. Sawa. No worries. Let me just leave that box empty just in case. So that is it. So the arrest warrant is here. The minute we get him, we will take him in. Now, because anajua ya kwamba tunamtafuta, what should we do? Jury yetu tufanye nini? Is there a way in which we can do this as a collective? Should we start a hashtag? Yeah? Should we start a hashtag? Tuweke information pale nje ya kwamba natafutwa. What should we do to make sure we get Peter K arrested? We need him arrested in the next 24 hours. We want Peter K ndani. Yeah? So guys, I'm just dropping watu wenye wako hapa juu who are not whatever as we bring people up, sitting councils up. Yeah, so we need watu wanasema tuweke posters. Okay, posters. Okay, so let me do a poll on that. We agree together. And by the way, mimi sijui kutengeneza poster. For posters, smiley face. We have 3.6k people here. We need participation, proper participation, guys. Thank you. So bonyeza. Iyo ni poster. We are taking suggestions from the members of the jury. Iyo ni poster. Let me write that down. We need a poster. We need posters. Arrest Peter K. Arrest Peter K. So that ukimuona hata kando yako unatuambia mbio na maofisa wa polisi wanafika hapo. Bora umemuona tu popote, you make the report. Okay? Mbio na maofisa watakuwa hapo. And we are going to make sure we apply for a no-fly order tomorrow. That is one thing DCIO amekuwa busy leo. Hajawaambia vizuri what she's been doing. She's been so busy at the station. You know.
and she's been at the police station all day. Imagine kukaa kwa polisi all day. 600 of you. Well done, guys. So we are putting up a poster ya kumwarrest Peter K. Thank you so much. Another thing that we can actually do is to continue using that hashtag. Na hiyo hashtag, ebu muandike the right hashtag to use for Peter K. Kwa sababu hii hashtag tunataka iende everywhere, including X. Okay, I'm working with some people uko X. And I want this hashtag to go everywhere, everywhere. Okay, hakuna reward, guys. We are not rewarding anyone for doing the right thing. You should do the right thing without wanting a reward. Okay? So that is it. So we need literally, thank you, Peter K. wanted. Thank you. Justice for our boy child, Peter K. wanted, thank you. All right, so we will do the poster, and then we will literally circulate that poster everywhere. Ukiwa na platform unaweza post, ili we circulate the information as much as we can. We want him arrested. We already have our arrest warrant. The only other thing we're going to apply for tomorrow is the no fly order. We don't want him to leave the country. And then he should be arrested at least within the next 24 hours, because tumejaribu the last over 12 hours tumeshindwa kumpata. Aushajua ya kwamba maofisa wanamtafuta. He already knows we are tracking him. So anazima simu akiwa nawasha, anazima akiwa nawasha. Now, the lawyers are ready. He just needs to be arrested first. Akishashikwa amewekwa ndani, mawakili sasa wanaanza kazi yao. So we need Peter K. arrested as soon as possible. And I have put a post on my platform where I'm giving you advice on how to reach me. Kuna namba hapo, unanitumia message, we continue. Aya, DCIO chukua mic. Arrest Peter K, guys. Arrest Peter K. Aya, chukua mic, DCIO. So before DCIO chukua microphone, yes, Judge. I want to put this clear that it's not only a flight order, but all the borders should be informed that he is under arrest. So there's a warrant of arrest. So we are looking for this person. So whoever is doing that kwa ground, make sure that umeweka border ya Namanga, umeweka hizo border za Busia, umeweka border za anywhere that hawezi kutoroka, because they have this tendency ya kutoroka. Okay. So yes, make sure that you are doing that. The Office of Prosecution, please. Thank you. Thank you so much. Thank you. And I think the other thing we have to do is that we have to literally communicate with Peter K. as well. So Peter K., Prophet, you are needed at Kasarani police station. So if at all you just want to go, give yourself in at Kasarani, or even you can give yourself in at the Central Police Station. Any police station. Any police station, yeah. Within Nairobi. So enda ujipeane huko, and then utakuwa processed, and then the officers will tell you where next. Yeah, but because unazima simu ukiwa unawasha, I don't think utajipeana. So another thing yenye tulikuwa tunataka kutuliza the public was whether people know where Peter K. anaishi. Okay, whether people know his address. That is very, very important. We know his associations, tunajua, tumeambiwa majina za watu wengine, but because of PR issues, we will try not to mention those names here. But where he resides, we need that. Any of his associates, we need those. We need information that can help us get to Peter K. na ashikwe. We need him arrested in the next at least 24 hours. Awe ameshashikwa. All right. I am. Senior counsels, chukweni mic. Now I've said my part. Jackie will talk a bit more after this, but senior counsels, chukweni mic. I have a question, Madam Prosecutor. Yes. What of the other churches? Are we proceeding, or are we now stopping because he has been summoned?
Be specific. Which charges in particular? Is church. Oh, churches. No. The thing is, we are still occupying. Okay, we are still occupying now. Our occupation at his main church in Membley. We want a situation where we do not have anyone going back into that church again. So Sunday tena tutarudi Membley. Some of us will be back in Membley to make sure nobody goes to that church again. But at the same time, we will be occupying another church of his. We will tell you which church we are occupying. Occupation tunaendelea nayo mpaka tumalize makanisa zake zote. Okay? Because we want his congregation to know what he is doing. Some of those people don't even know what that man is doing to people. Okay? So we are still occupying. But as we occupy, we want him also to face charges. You know, we want him arrested and we want him to meet his victims in court. Okay? Hata kama atakuwa ameshashikwa, ametolewa na bond, anaanza kesi, at least that process will have already been in motion. Na inaendelea. Okay? So that is it. So those who have not seen their arrest warrant, Peter Kioi ndio huyu ameingia. Senior Counsel Kioi, I wanted to show you the arrest warrant very quickly. So this is the arrest warrant for Peter K. And I know you've not been here, so I'm going to update you very quickly. Guys, just allow me to update Kioi very quickly. So this is our arrest warrant. And we have been trying to track his phone all day today. Hata jana venye tulikuwa hapo kwa protest, his phone was being tracked. In fact, jana alikuwa the same place almost all day. He was in the same place jana. Unaona? Lakini hii warrant haikuwa imeshatoka Nakuru. Hii warrant imetoka Nakuru. It had not arrived Nairobi. So jinsi ya kumshika jana ilikuwa ngumu. It was very hard to arrest him jana. All right? So we had to wait for this warrant to come from Nakuru. Ndiyo sasa maofisa wa spring into action. But the policemen in Nairobi are very keen to arrest this man. They are very keen to arrest this man. GCIO, can you explain that part ili watu waelewe? What it's been like for you talking to the policemen, what they are saying. Okay. What the police was saying, it was very hard. Like yesterday, like muliona jana after tumemaliza na huko nilitoka immediately because we were to arrest him yesterday pamoja na maandamano na nini. So wakati nilifika hapa jana nikaambiwa hawezi kuwa arrested because unajua sasa, sorry, mi naogopanga wadudu sana, so pole. Kuna mosquito alikuwa ameingia ndani, so pole. Wakati nilifika hapa Yes. Nikaambiwa siwezi pewa cause tulikuwa tumejua mali yako, tulifanya tracking and everything, tukapata ako Kasarani Clay Heights. Yeah, alikuwa Kasarani Clay Heights yesterday. So ilikabidi nitafute police station yenye iko karibu, nipewe askari twende tumshike jana. So wakati nilifika nikawaelezea everything vile iko, na nikaambiwa lazima kukuwe na arrest order from either one of the police station ambaye victims wame report. So hiyo arrest order ilikuwa late already. So wakati nilipiga zile stations zenye victims wamekuwa kireport, already wenye walikuwa in charge wa hizo makesi walikuwa wametoka, wameenda home. So nikaambiwa nirudi leo ndio tutatumiwa hiyo arrest orders. So nimekuwa hapa kutoka saa 4 asubuhi. Tumeshinda tukitafuta hiyo, tukingojea hiyo arrest order from one station in Nakuru. So the problem sasa ilikuwa hata kurelease hiyo arrest order, it wasn't easy because lazima
yule officer pia aende kwa a confirm everything is legit. Okay, we want to do everything ikue in order, yani ikue evidence iko sawa, OB iko. Unajua sasa ni kitu kama ile kesi ya James, ule jamaa aliripoti hiyo kesi 2 years ago. So it was very hard for us to get the OB. You can imagine going through the documents 2 years ago kutafuta OB. So it wasn't easy for them to find an OB. That's why nimeshinda kutoka 10 asubuhi mpaka saa hii. And then kitu ingine ilikuwa very hard for them to get also medical reports from their end, from their station. Na lazima pia wangeenda kutafuta medical reports za James kutoka zile nini alikuwa ameenda, hospitali alikuwa ameenda. So wakati tulimtuma James mwenyewe akupewa, akaambiwa lazima askari mwenye ako in charge akuja achukue hizo documents za hospitali. So yule mwenye ako in charge na hiyo kesi ikabidi tena leo amke aende kwa hiyo hospitali. Alikaa sana over 2 hours akingojea hizo kutafutwa hizo files and everything. It's 2 years kutafuta hizo files and everything. Mpaka ikafika mahali nikamwambia nimekaa sana na time inaenda, na this person has to be arrested today and we need the arrest order. Arrest order kama iko, siwezi pewa askari yeyote, ama hakuna askari anaweza enda kushika kama hatuna arrest order. So nikamwambia can I talk to the hospital, kama uko hospitali niongee na officer in charge mwenye OC. Akanipea doctor, nikaongea na doctor, nikamuelezea, nikamuuliza kama amewahi kuwa na patient kama huyo, hizo majina and everything. Ikabidi watafute kwa system, wakapata anaendanga hospitali hiyo place kutoka hiyo time, kutoka hiyo 20 what? Yeah, 2 years ago amekuwa akienda hiyo hospitali. So nikamwambia officer, okay, ametuconfirmia that file iko, na ametuconfirmia that alienda hospitali because of the same issue. So the main thing that we wanted to confirm is kama kuna hospital reports the same issue, alikubakwa and everything. Akatukonfirmia, na officer akarudi akamwambia wa take time, maybe by kesho wako wamepata hiyo file. Ndio huyu mtu lazima akikuwa arrested, hizo documents lazima zikuwe ready. So huyo daktari akatuashua by tomorrow morning hizo documents zitakuwa zimepatikana. Watawako on it throughout of today na kesho asubuhi. So officer akarudi akaenda sasa akatengeneza hiyo warrant of arrest, na tukapeana email ya police station ambayo ilikuwa lazima itumwe na ikatumwa. So right now we have the arrest order. This person has been switching his phones from yesterday. Anazima simu akifungua, because anajua anatafutwa. Anajua kabisa anatafutwa, na anajua ile crime alifanya. Ako 100% sure, because kama uko innocent unaweza work free. Mbona ushinde ukizima simu? Mbona ushinde ukibadilisha simu kutoka kwa iPhone ama kwa Android unaweka kwa Katululu? Juu unajua Katululu haina location. So anashinda akibadilisha simu kutoka kwa smartphone ama Android anaweka kwa Katululu. Tena anatoa hapo anazima, anatoa hapo anazima. So hizo vitu zote zinaonyesha everything yenye ina happen, na movements mali anaenda inatuonyesha. Kama jana alikuwa Clay City Heights Kasarani, alafu kidogo akakuja akaenda Limuru. Alishinda Limuru kutoka saa 4 mpaka saa 9 am asubuhi. Lakini sasa hiyo ndio time tungemshika, but jua tukwa na arrest order, cause unajua pia tunafuata sheria. Naelewa hii TikTok High Court bado tunafuata sheria, tumeshikana na polisi pia wanatusupport. So hatuwezi shika mtu kama hatuna hiyo warrant of arrest ama arrest order. So tulikuwa tunaona tu mali alikuwa jana the whole night, alishinda Limuru the whole night mpaka saa 9 asubuhi. So leo kitu saa 10 vile prosecutor alikuwa ameelezea, alikuwa Nairobi West, hiyo place amesema. And then kidogo, yani anazima simu akifungua, anazima akifungua tu. Hivyo ndio kuko. So kuna wale wanauliza reason ya kushikwa ni nini? Maybe sijui kama mulikuwa. Okay, hii nini
ni vile tumeficha information. No. This year, don't. I know where those people are coming from. We are only serving our people. Okay? We are only serving members of our community. People who've been following this with us, tangu the first day. Okay? Yeah. Achana, and I know where those voices are coming from. Avoid those voices. Thank you. Yeah. Focus. Thanks. Aya. So, Endelea. So far, so good. We have the arrest order. I have the copy here with me. Na copy ingine nimepatia Queen. So we have everything, kila kitu, evidence and everything tumeprint, kila kitu iko in order. So ni huyu mtu tu akuja surrender any police station yenye iko karibu na wewe hapa Kenya. Unaweza surrender tu useme nimejileta, ni mimi ndio natafutwa, because tukianza kukuweka utafutwe, tukikutafuta haitakuwa mzuri sana, ama public wakikutafuta pia haitakuwa mzuri sana, because even last time when we were in kwa court nilikwambia ukuje ujitetee. You know, ni mzuri kusikiza both sides of the story, but nilikupigia simu almost 2 days nikikwambia kuja court ujitetee kabla maybe society maybe ichukue action na mikono yao, but hukunisikiza. And this time I'm telling you again, Mr. Peter, please surrender to any police station yenye iko karibu na wewe. Useme hata mtu akikuona kwa barabara asikuue ama asikugonge, asikufanyie anything baya. So we surrender tu ndio at least ukuwe safe. Mimi sitaki kusema ati hauko safe, lakini unaona kitu ikishawekwa kwa public wanted criminal, yani ikisha kama order kama hii imeshatoka na iko kwa public. Na unajua sasa hii ukiwa kwa TikTok hivi, kama jana ilichapishwa everywhere, all TV stations and radio stations, they know the crime yenye umecommit. So right now again, I know this is going viral. Itachapishwa pia kwa same media na